Welcome to our platform. We are delighted to have you. We're here for something unique, something versatile, something inspiring, something unstoppable, and something that can transform. Hello everyone. Hello our viewers, our lovely people. We are here once again. We are coming to you. Uh, Today we've got a topic that we're going to discuss about is saying how do we balance our calling, career and family without losing ourselves. Ambayo kwa Kiswahili inasema kwamba tuna balance vipi career zetu, yani kazi zetu ambazo tunazifanya, wito ambao Mungu ametuitia, ile kazi ambayo purpose ambayo Mungu amekuumbia, na obviously family bila kupotea, like base on one side. So how do we balance that? So that's what we're going to be talking about today. Na tunaomba as women will be talking here, tunaomba na nyie pia muje na idea zenu. You are free to comment like you always do and we appreciate that. Basi tuko tunaongelea hilo siku ya leo. Karibuni sana. Yeah, so how do we balance, ladies? How do we balance, sijui kama kuna kubalance, lakini nadhani unaposema kwamba lose ourselves inamaanisha kwamba yani, kwa mfano mtu ulikuwa labda unapenda mazoezi, yani unajiweka mwili wako design fulani, alafu because of hizi circumstances ambazo uko nazo zinakufanya sasa unaanza tena kunenepa au unakuwa mwembamba zaidi, and then au face yako ina drop, au unashindwa ku maintain mavazi yako, yani kwamba yani you don't look intact. Unajiachia. Sasa kujiachia of course ina two sides. Unaweza kujiachia kwamba unamenenepa, unaweza kujiachia kwamba ukaporomoka. You understand? Au mentally ikaku affect. Unaona tuna stress, depression, anxiety, you name it. Kwa hiyo nadhani sidhani kama kuna balance as such, lakini I think kwanza kujijua wewe unajiangaliaje wewe regardless of what's surrounding you, hiyo career, family na nini tena na you know the calling ambayo Mungu amekupatia. Unajua inanipa, na tunavyoongea hivi kuna wimbo unakuja unasema hivi, one day at a time sweet Jesus. That's why that's what I'm asking from you. Unaona, kwa it's very important. Yes, ni vizuri jot down vitu kwenye journals and diaries and planners, kusema nitafanya hiki tarehe, nitafanya siku hiki, lakini kuna sometimes we are human. Kuna siku nyingine regardless of how much workload uko nayo, jamani, sleep. Okay? Regardless of watoto wa nyumba yako ni chafu kiasi gani, take a nap. Do you understand? Like we have to allow life to happen at the pace that it wants to happen. Kwa sababu there's not much you can do. Okay, una case load ya namna hiyo, kwa utakaa siku moja then umalize? No. But you could go and take a nap and rest, wake up the following day afresh, and have the energy and the mental capacity to deal with that case. Unaona? Au kama ni mwili wako labda hauli vizuri because you're overwhelmed na mambo gani ambayo unafanya. Do you understand? Like just go back and revisit. I think it's really important kwangu mimi ni kurevisit kwamba jamani, last year nilikuwa kiasi hivi na sasa hivi nimepungua, au sasa hivi niko stress kiasi hichi. Shall I get some friends around? Shall I ask people to come and give me tea and to meet up for coffee and tea, so that I can I can pour out to that person, even if initoke for me to move on. I think that's the angle ambayo mimi naiangalia, kwa sababu kama ni kubalance, I don't what's balance? There's no balance. There's no balance. Sababu siso nayo inaenda hivi. You understand? It's not, you're not a product, a manufacturing product. Kama lazima iko chumvi kiasi fulani mkati ili kitokee kitu something. Wewe ni mtu.
you know. So I think for me naiangalia from that angle, but I could be a bit. No, I mean we need to be honest. I feel like you are laying a foundation, like what you said. You picked. I mean, a lot of things. For me now, balancing is not easy, and especially for us women, especially Christian women, ni mara nyingi sana tunakaa chini na and there's a pressure of life as well, comparison kwamba Lilian anafanya hichi kitu, Salome anafanya hichi kitu, what am I doing, you know? So unakuwa hard on yourself, and sasa unakaa unabaki maybe you're singing in the church, and then you've got your job, and you've got the family, I mean your husband, children to look after, and you find yourself doing all these things, wakati mwingine kama alivyosema Win, tired. So kwa sababu you just wanna, it's all about you, it's not about anybody. You want to prove the world out there kwamba something is working, you can do it, but you are not a spider. Is it Spider-Man they call it? The Superman. You know, it's very important to be aware kwamba this is life, and this is much that I can do for now. To just be, I like when you said like to sit down to what area is it flourishing? Is it maybe the area of friendship labda neglect? Should I rekindle? Pick it up, For the good example I'm going to use today, I mean, obviously we've been doing our session. We took a break a little bit, and we sat down to recall on the calling that God has called us, that this is what God has called us to do. What are we doing, girls? You know, so this is what some of the examples. So what I can just say is not to just be hard on yourself. There's nothing like balancing. There's nowhere that you can go that okay, now it's fine, everything is working well. I don't think we can be able to get to that point. So that's what I wanted to add on that. We still balancing. Kuna wakati kama unakuwa maisha yako una 10% tu, 90% nzima iko kwenye kazi, watoto, yani kama unaona una life yako tena. Kuna wakati mimi napata you feel like wow, sorry. Oh Jesus. It's okay, sis. We understand. We do. We understand. Wow. And especially kwa sisi samani kwa kukatisha, nakupa muda ili uweze sisi wanawake weusi, there is so much that is expected of us. Expectation is high. Expectation ya kwamba wewe mwanamke mweusi, kwa mfano mimi nakumbuka hata tulipenda kujifungua, niliomba epidural, lakini kwa sababu kuna ile expectation kwamba mwanamke mweusi ni strong, anaweza akafanya bila without it. Kwa hiyo wakai hold back, hawakunipa hiyo kitu kwa sababu anajua wewe mwanamke mweusi you are just strong. You know? Kwa hiyo yani jamii there is a way ambapo jamii imetuportray sisi. Kwa hiyo yani hata kama kweli unajikuta hauwezi, unajing'ang'aniza, yani inabidi tu ujitutumue, uonekane na wewe unaweza. Una nguvu. Nadhani hiyo ni kitu ambacho jamii imetujengea. Tayari iko kwenye culture yetu. Inabidi tuanze sijui unlearn. Thank you. That's the right word. Yani kwamba I'm just a human being. I get tired too. I can be weak at some days. It's fine. I don't have to be perfect and functioning on 100. Kila siku kama jamii ambavyo inaniportray ni kweli niko strong, lakini pia I'm just a human being. Samahani dada. No, that was the right. So it's just my prayer kwamba in this balancing at least create myself a new me. I kama alivyosema wengine nita learn some things, you know, and do some things so I can create a new me. So let the balancing at least take me to the place where
becoming a new creature. One way or the other. Rather than hiyo unajikuta unaona unatakiwa fanye hiki fanye kile. Mtu wa kwanza anataka huyu, wa pili anataka hiki, mume anataka hiki, mimi nataka hiki. Career yako saa nyingine nimekaa nikawa naangalia, nimekuja this country 2006. Nikaenda university kuomba kusoma degree ya mambo fulani hivi. Nikapata nafasi. Na sababu nilikuwa sina pesa kujilipia, nilikuwa sina visa muda mrefu, nikahold mpaka ningerudi shule 2020. 14 years later. Lakini hiyo balancing ni ngumu sana. Kwa kweli kuna wakati balancing haipo. Yaani I think women tunafanya more kuliko ile nguvu ya nerves tulizonazo. It's just I can do all things through Christ. Otherwise it's hard. The balancing, especially in this country, is really tough. At times I'm like, sasa God, kwa sababu watu wanapozidi kukua, ndio demand inaongezeka zaidi. Sasa when you like have time like now, na mimi na kanisi fly, na when you get older mwili unachoka, watoto wana demand more. How do I do it? Nisaidie mama, rafiki yako. You are doing it already, Salome. By God's grace. Sometimes I'm being honest, I feel worn out. That's true. I feel worn out. I feel like I want to go somewhere and rest, like 1 week, nothing. Just me and myself, creating new me, you know. That's right. It's hard. It's hard to balance by God's grace. You know, the reality of life ni kwamba hata ukichukua holiday, sorry to say, you will come back to that reality. Oh yes. Yani hata kama ikiwa ni a month, you will come back to your reality. Because your life cannot be holiday all the time. So you literally have to create that space for yourself right now. Like force it. Yes. Like this very present moment. Unaona, mimi pia nilikuwa na systems. Like I had systems that do work. And I advocate for systems. Yani kwamba watu wale chakula wakati fulani, niwe nafanya maombi wakati fulani. You understand? Like I created a system for myself. Lakini sometimes I have to give myself grace now. Hicho tongo lazima tule hapa ilikuwa tunatoka kwa mfano wanakula chips on a Friday. Alafu natokea nikifika on Wednesday sina nguvu literally ya kuingia jikoni kupika au sort anything out. Kwa hiyo because of Friday no chips, kwa ndo tusile chips on that day. Like, you understand? So the system is being broken. So I had to break the system. So and it's okay. So you break the system and then you put it back on again. You know, sometimes katika wanandoa it's the same thing. You can't be giving. Giving. We can't. It's true. Really, I'm sorry, I can't. And we understand. And you know, I snore, and then yeah. Oh yes. No, because it has to work for you, my dear people. Na kitu kingine nimekuja kugundua, especially kwa wamama, tayari ukishaonekana kama you are a strong one, hamna anayekufikiria hata mmoja. Hata mtu wako wa karibu anakuona una nguvu. Kwa hiyo yani ni wewe mwenyewe unatakiwa ujue sasa hapa nimezidiwa. Hapa yani hakuna. You are talking to me. And she knows very well. Yani either ni ministry, either ni family, either ni education, either ni nini. Nakwambia at the end of the day wewe unatenda peke yako mwenyewe kule juu. You travel by yourself. So if you can't enjoy this life, the little life that we have here, if you can't associate, like mingle and go out and and my dear friend, utaondoka alafu hautakuwa umekula matunda. Yani mbinguni utaingia ile umechoka. Unaona kusema mbinguni umechoka. No, the Bible says, listen, the Bible says, our
Father who art in heaven. Yes. Hallowed be thy name. name. Thy kingdom come. Where? Here On on heaven, on earth, as it is in heaven. So that's a good one. That's a good one. we have the formula. Yeah. So why are you not enjoying your garden? Why are you not enjoying your time? Like why? Yeah. You know, and I'm talking to myself as well. Sometimes I'm going to pop. If it's pop, that's fine. You have the energy. But my friend, if you don't have the energy, relax now. Yeah. Go and take a nap. That's true. Yeah. Tell the most important thing, Yamani, sleep, drink water. Like Exercise. pray and something. Exercise. That's very true. Yeah. And then with exercise as well, do what suits you. Yeah. If it's walk. Yeah. Don't go and do dumbbells. Yeah. Wakati ni mtu Kutembea. wa kutembea. It's not gonna work. It's stress. Mimi nasema tu, jamani kama Africa, they're transforming their homes into gyms. Yes. Yeah. And I'm thinking, Yeah. Just walk. Yeah. And it's a trend. it's a trend. And it's not about trending. It's Like about how? is that the thing that And it's you want to do pressure. at that time. It's pressure to the society. Yeah. It's okay for people if you can do it. Lakini especially for example tunakuja out publicly, unaona tu natukana tuangalia, then you're thinking like, maybe I don't know how many equipments, but tell me how many times I've used it. Because I mean it's not you understand. So do what works for you. Yeah. and at that particular time and season. Yes. So Which too I much. think, hivi vitu vyote vitatu honestly ni vya muhimu sana. Ya kazi, wito, familia, yani vitu ambavyo viko na wewe kila siku. Yeah. Lakini kama ambavyo mlivyochangia kwamba lazima Mungu ametupa hekima na utashi wa kuweza kujua ni kipi kianze, kipi kinaweza kasubiri leo, kipi nitakiamkia kesho, lakini vyote ni vya muhimu, especially jamani wa mama, labda walioko nyumbani Afrika inawezekana isiwe hivyo, lakini hapa nyinyi wa mama wote mtanielewa. Mfano, huku Uingereza, mama, okay, kuna walimu shuleni lakini nyumbani mama ni mwalimu. Ukitaka watoto wako wasifanye vizuri, waache tu wabaki na walimu wa shule afu afike nyumbani usiwasaidie chochote. Lakini wamama sisi ni walimu, sisi ni house girl, sisi ndio wafanyakazi wenyewe, sisi ndio yani ndio wamama tuko kwenye wafanyakazi hivyo, tuko kwenye ministry, kwa lazima vyote viende. Attend your husband. Ndio hivyo. I'm not married. Yes, kwa kuna vitu vingi sana ambavyo kwa kweli vinachosha. Mara nyingine nasemaga ningekuwa labda nyumbani Tanzania ningeweza kusema you know what, naweza nikaacha kazi this year, ni simame tu niangalie watoto mpaka watakapokuwa, then tarudi tena kazini. Lakini kwenye nchi haikuruhusu, kwa sababu lazima bills zinakusubiria. Kazi ya mtu mmoja haiwezi kufanya unless umwe watu ambao mmeamua kwamba hatusogei mbele sasa hivi, tunaamua tu kuishi hapa kwanza sasa hivi miaka 2 kulipa tu bills, tusi-invest au tusifanye chochote, then that's fine. Lakini kama mna plan mnatakiwa msogee, lazima wote mfanye kazi. Na ndio hivyo kwamba kwa mfano kama mimi nakumbuka nilikuwa nafanya kazi sana, lakini baadaye nikaona kufanya kazi sana mimi nafanya night. Kufanya kazi sana night labda 3-4 nachosha, zinanichosha zaidi. Kwa hiyo nakuwa siwezi kuwasaidia watoto. Au pia mara nyingine unakuwa so grumpy. Yaani umefika tu nyumbani hata hujakosewa, tayari umeshaona umekosewa. Kwa sababu kichwa tayari kimechoka. Kwa sasa nikaona you know what? Ngoja nipunguze night. Kwa hiyo nikapunguza, lakini still bado unaona uko stretched. Lakini nimependa kwamba yani lazima uone kipi uweke zile wanasema priorities ya kwamba kipi cha kwanza na kipi kinatakiwa, kwa sababu kiukweli vyote hivi vitatu ukivipa nguvu zote moja utaanguka, kwa sababu na hatutakiwi kujilose yani katika hivi vyote vitatu nimesema ni muhimu, lakini hakuna hata kimoja chenye haki ya kukufanya wewe ujipoteze. Kwamba mimi unajiona kabisa mimi sio Lilian tena, because there was time nilifika hiyo point like this is not Lilian. I knew yani I had drive, I had dreams, unataka kuachieve 1 2 3, lakini unajikuta kutokana na hichi ni kama umewekwa mahali, tulia kwanza and then lakini nadhani katika hiyo moment then unakaa unajiangalia kwamba ni kipi sasa hivi nikakifanyie kazi ili kiweze kufanikiwa, na kingine kinaweza kikasubiria nikakifanyia siku nyingine. This is so interesting. Unajua ulikuwa unaongea, you reminded me a lady nilikutana naye somewhere kwenye mkutano. She's very successful. She is a woman of God.
na alikuwa ana share the word of God and we were just talking and then she akaanza kulia. She was crying because she achieve all this. She's a powerful woman of God and ameenda shule, she's a doctor, like doctor going to school PhD. Lakini there's an area that she shared with us. She has lost her son. Yeah, not like dying, like mtoto wake yuko duniani. You know, and that was so, you could see she was broken. And because tunarudi pale kwenye balancing. Kuna wakati tunataka tusome degree, tunataka everything, but tunaacha tunasahau watoto. Because nimerelate na hiyo nilivyosema kwamba you had to reduce some nights ili kuwe na watoto, kwa sababu family is everything, like you said, they are important, kwa sababu unapokuwa umebasic kitu kimoja. And talking about that, even when tunapokuwa kwenye hii kazi ya Mungu ambayo umetuitia, you know, unajikuta kwamba ukwenda kwenye meeting, umeenda umespeak, umeenda huku, umeenda, you are a powerful woman of God, ukisimama watu wanashake, lakini nyumbani kunateketea. It's falling off. So those are the things that kama wamama tunakumbushana kwamba that's where we need to find that. It's not balance, but priority. Kuna mtu mwingine akisimama mtumishi akipreach watu wanashake, lakini the husband is not happy with her. Kwa sababu atimizi yale majukumu yake kwa mume. Maybe tena ana madharau. Au watoto they are not seeing her. Lakini she's powerful, she's prophesying, akiongea vitu vinatokea. So ni hapo ndio tunakumbushana kwamba prioritize. So really do what you can. Kuna mfano mwingine nilikutana naye, nilienda kwa GP. Tukaanza kuongea, akaniambia una watoto, nikamwambia ndio. Wangapi? Nikamwambia. Nikamwambia na wewe una watoto? Akaniambia no, sina watoto. Nikamwambia hujawahi kupenda kuwa na watoto? Akaniambia no, unfortunately no, ila nilikuwa natamani sana watoto, ila niliwekeza sana miaka yangu mingi kwenye shule. Kwa by the time nimekuja kustukia mimi na mume wangu tumeshakuwa watu wazima. So and I felt like you understand. So you got this but you lost this. So yeah, that's really, and that's to add on that. Yeah, wakati mwingine tunaona kama maybe we are delayed, hatuna vitu hivi, lakini when you look into it, you go your family. Unayo hiyo kazi ambayo unayo, inaweza ikawa sio kazi kubwa, lakini ni kazi na kuingizia kipato. Unaona watoto wako every day. I think we have to be grateful to God. We have, because sometimes we are so hard on ourselves. Maybe I'm not driving a Range Rover. So is a Range Rover important? I mean, mimi nataka nipande first class kwenye ndege. My dear, you will get there. Just manage where you are right now. Absolutely. So be content. Contentment is kufanye usistrive, but ukiwa pale enjoy that moment. Enjoy that moment where you are. Mungu atusaidie kwenye balancing ya watoto, familia na that is hard one. That is hard one, kwa sababu especially system ya tunaona anataka ende night, anarudi amechoka na bado inabidi aangalie watoto. Homework, wana watch nini? Tell me how hard it is. Very very need to pray as well. Mungu aseme nao. Sababu nilikuwa naangalia nyuma from the beginning mfano. Sasa niambie Adam na Eva. God was their father. So was God not there to make sure wanafanya vyema? They still chose bad things. Kwa sababu hiyo nimeona watumishi wengi na waumiza sana. Na nimegundua watumishi wengi kwa sababu wanatumika watoto wao, most of watumishi kama wamegundua, watoto wao wana vitu vingi. Na watu sasa wanajikuta wanaweka laumu kwa watumishi kwamba you're not around. Lakini sasa kuna mwingine ameamua kukaa na mtoto, bado mambo yametokea labda. Sema sasa labda kwa vile sijamtii Mungu nini sijafanya, unaelewa? Inakuwa contradiction. Kuomba Mungu watoto ambao wakati watumishi wanatumika au wazazi, hata mzazi ni mtumishi. Kila mtu ni mtumishi by the way. So lazima wachungaji kule juu. Wakati tunatumika, Mungu awasaidie watoto wachague vyema. Wakumbuke mafundisho, wakumbuke maelekezo na watu kutoka kwa wazazi wao. Otherwise is very hard kwa parents ambaye anamfundisha
amejitoa kwa Mungu afa anaona mtoto wake is difficult. Nadhani muombe Mungu sana. Nadhani hapo Da Salome inanijia ile scripture, when you have done it all, stand. Yani umefanya kile ambacho Mungu alikuelekeza, ukajitahidi kwa nafasi yako. Kwa sababu kama unaposema kweli, mara nyingi watoto wa watumishi wanakuwa wanasemwa sana kwamba huyu unakuaje, lakini bila kujua actually mtoto wa mtumishi ndio vita yake ni kubwa zaidi kuliko ya mtoto mwingine, kwa sababu ndo anatafutwa babake au mamake kila siku anaharibu falme wa shetani. You will definitely come na nguvu nyingi. Kwa hiyo sisi kama watumishi tunatakiwa tusimame katika nafasi yetu, tuyafanye yale tunayotakiwa, na katika pale tutakaposimama kumsubiria Bwana atayafanya. Kwa kuongezea hapo, nimekumbuka kitu kingine, ni mbali na watoto. Mimi nadhani hilo ndio kwenye swala la balancing. Na nilisikia mfano mtumishi alikuwa anatoa muda wake sana kwenye calling ambao Mungu amempa. Anahudumia watu, anahudumia ndoa za watu, anahudumia wamama, wanaume, anawashauri. Mke wake akawa hana muda na mke. Sasa siku moja mke akasema, na mimi nabuku appointment ya kwenda kuonana na mchungaji. Kwa hiyo akabuku, akaenda akakaa kwenye foleni kama nanili washirika wengine, akaenda kuonana na mchungaji. Ambaye ni mume wake. Sasa bwana muda. Mume akamuuliza, mama imekuwaje? Akasema nimekuja kukuona kama mchungaji wangu. Una shida gani? Akasema mume wangu hana muda na mimi. Akaanza kuelezea how she felt. Kwa hiyo mume wake nasikia akamwambia okay, basi nitamwambia, namshauri mume wako afanye ABCD. Na kweli aliporudi nyumbani akafanya kile kitu, kwa sababu ilikuwa ni funzo kwake. Kwa hiyo nadhani sometimes tunapokuwa kwenye calling kama binadamu tunadhani kufanya sana ndio tunampendeza Mungu sana. I don't think so. Sio kila wito, sio kila assignment we have to say yes. Kuna some of them we say no for the sake of our family, for the sake of our children, for the sake of for the sake of our wenza. Nadhani Mungu atusaidie kuwa na hekima. Just gonna add on that. Na hii nitaongelea, obviously tumeongea sisi tuko huko Uingereza. This one I'm targeting our sisters, watu wetu ambao wako Africa, especially Tanzania, tunageti na watoto tunaongea Kiswahili. You know, tukiongelea hii habari ya career, family and calling, nitaongelea kwenye habari ya career na career na family. Unajua wakati mwingine Tanzania obviously kwetu pressure inakuwa kubwa sana. Unakuta wanawake wana ile pressure ya kujifananisha na mwanamke mwingine, kwamba ameachieve, I've been observing a lot. It's like they are into competition. Why are you competing? Mpaka wamefikia these young people au hata wanawake wengine, they are ready kwa sababu tu anataka kuachieve kitu fulani, aende kuchukua mwanaume wa mwenzie. Kuna kitu wamealisha wanaita michepuko. That is a very sad thing. Why are you taking somebody's husband? Kwa nini unaenda unatoka na mwanaume, unamchukua unamuumiza mwanamke mwenzio kwenda kuchukua mume wake ili akupe good life, akununulie gari, akufungulie sijui biashara. I'm sorry, I'm saying this because I've observed. I'm a child of my country. Na nimegundua hichi kitu kimekuwa kikubwa sana nchini Tanzania. The mchepuko is like a normal thing, but mchepuko is a sin. Nafikiri they've got a saying, they are saying baki kwenye njia kuu. Baki kwenye njia kuu, like remain with your wife. You know what the young people wameweka hiki kitu kama ni normal. They are going out with married men. I think this is a thing that has to be rebuked. It's because of comparison. Unataka kuachieve life haraka kuliko kile kitu ambacho Mungu amekuandikia. So I just wanted to touch on that, and I think it's the right way of saying it. Basi kama kuna mtu yote anataka kuongezea kitu au
No. Okay. Thank you guys. This has been interesting and we really poured out our hearts. And kama tunavyosema kwamba we know we are here. We are the same as you guys. Yani the way you feel, we feel. Like we are your fellow women. If you got anything, just comment there. Tell us your experience. What do you think about this? You know, what is it that you're experiencing? So we've reached at the end of our session today. And thank you for listening to us and looking forward to see you soon. Bye. Welcome to our platform. We are delighted to have you. We're here for something unique, something versatile, something inspiring, something unstoppable, and something that can transform.